Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na ujumbe unaosema msisitizo wa maombi juu ya Tanzania. Sasa tulikuwa tumeangalia kwamba waombaji walioomba ili jambo jipya Kristo lizaliwe ulimwenguni. Hawa waombaji tuliangalia kwamba tuliona kuna mwombaji nabii Ana binti Fanuel, tuliona kuna mwombaji anaitwa mzee Simeon, tuliona waombaji wengine ni wale wachungaji wa wanyama kule polini, lakini tukaona pia waombaji wengine ni wale mamajusi wa kutoka mashariki. Sasa nikaahidi kwamba tutaangalia haya makundi mawili, mamajusi wa kutoka mashariki na wale wachungaji wa kule porini, kwamba hawa walikuwa waombaji pia waliomba ili kusababisha au kupelekea mbingu zikapata kibali kwa ajili ya kuzaliwa kwa jambo jipya Kristo. Sasa tuanze na kuangalia hawa mamajusi wa kutoka mashariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunaipata habari hii kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 12. Biblia inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Nataka ujiulize swali hivi. Hebu fikiria, kwa nini Mungu awasemeshe watu hawa? Kwa nini Mungu awasemeshe hawa mamajusi? Yaani ni kitu gani kilichopelekea Mungu awasemeshe hawa watu? Lazima kuna jambo, na mimi nakwambia jambo hilo si jingine, ni kwa sababu walikuwa wanaomba. Huu mstari wa 2 unatuambia hivi, wanauliza swali, wanasema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Manake walikuwa wanajua kabisa kwamba kuna mfalme amezaliwa. Walijuaje? Mungu aliwaambia. Aliwaambia saa ngapi? Manake mimi naamini kabisa Mungu alikuwa tayari alishawasemesha hawa watu. Kama Mungu aliwaambia kwamba kuna jambo fulani limetokea, kuna mfalme wa Wayahudi amezaliwa, Mungu alishindwaje kuwaambia kabla, ili wao wanaliombea jambo la muhimu namna hiyo ili lizaliwe? Na lilipozaliwa ndipo unaona Mungu anawaambia kile mlichokuwa mnakiombea sasa kimeshatokea, nendeni mkashuhudie, nendeni mkaone. Tazama kusudi la hawa watu. Kwa nini Mungu aliwasemesha? Tazama kwenye huu mstari wa 2. Anasema hivi, kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kwa kusudi la ujio hawa watu kwenda huku Yerusalemu, Mungu aliachilia ndani ya mioyo yao ule kunyenyekea, kule kuabudu. Ndio maana anasema tumekuja kumsujudia, maana yake wamekuja kuabudu. Neno kusujudia maana yake kuabudu. Biblia ya Kiingereza inasema to worship. Kwa hiyo walikuja kuabudu. Fikiria, mtu anayeamua kuabudu kitu fulani, maana yake tayari huyo anajua hicho anachokifanya, anajua hicho anachokiabudu. Kwa hao walikuwa wanajua huyu aliyezaliwa. Kabla ya kuzaliwa kwanza walikuwa wanajua hicho ambacho kinatakiwa kutokea ni cha namna gani, kina ukubwa gani, kina sifa gani. Kwa hiyo walikuwa wanajua tayari. Ndio maana walipoambiwa kwamba tayari kimetokea sasa kile mlichokuwa mnakiombea, wanakuja moja kwa moja wakiwa na moyo wa kuja kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kusoma mstari wa 11 utaona wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Unaona kwamba lile kusudi la kwanza ambalo walisema yuko wapi mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa ili tupate kumsujudia, ndio hilo walipoenda sasa wakamkuta. Biblia inasema hivi, wakaanguka wakamsujudia. Maana hilo ndilo lililowapeleka kule Yerusalemu, ni kwenda kuabudu. Maana yake tangu mwanzo Mungu alikuwa tayari ashawasemesha, walikuwa wanaombea hilo jambo. Na jambo jingine napenda pia nikuambie hivi, wale waombaji ambao wanaombea taifa, maana yake Mungu atawaambia siri zinazokuja, zilizopo mbele. Atawaambia mapenzi yake juu ya taifa, ili wanapoomba wasiombe tu ili mradi kuomba, lakini wataomba sawa sana mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu atawapa ufahamu wa kutambua
mambo ambayo yanatakiwa kutokea, kuzaliwa kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siri zile ambazo zinakuwa zimefichika kwa watu wengine, kwako zitakuwa wazi wewe muombaji, kwa maana Bwana atakupasha. Na ndio maana ikishatokea kwamba jambo limetimia, sasa limezaliwa, lazima Mungu atakupasha kwamba tayari limeshatokea, nenda kaone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa hawakuwa wachawi kabisa. Ndio maana uliona walibeba na hizi tunu hizi walizobeba, manake zilikuwa ni sadaka. Wakaanguka wakamsujudia, nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Manake walibeba na sadaka. Sadaka hizi walizobeba ilikuwa lengo lao ni hilo tu, kwenda kuabudu. Uwezo kaenda kuabudu mahali mikono mitupu. Biblia inasema kwamba uwezo kufanya jambo la namna hiyo. Lazima unapoenda kumwabudu Mungu na sadaka, ile sadaka manake ni ishara ya kwamba umekubali, ni ishara ya kwamba kilichoko moyoni umekiweka kwenye matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hawa walikuwa ni watu wenye ufahamu kabisa, ni watu ambao walikuwa wanasoma habari hizi, ni watu ambao Mungu aliwatembelea akawapasha habari kwamba kuna nyakati zitakuja, atazaliwa mfalme kule Yerusalemu. Lakini huyo mfalme sio tu mfalme wa Wayahudi, bali ni mfalme pia wa wafalme, yani wa dunia nzima. Kwa hicho walikuwa wanajua. Ndio maana hapana shaka kabisa walipoenda kule, wametoka huko Mashariki ya Kati, wametoka huko nchi ya Mashariki kwenda kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Nimejaribu kukuelezea kwamba hawa walikuwa tu sio watu wa kawaida, ila walikuwa waombaji na Mungu aliwapasha siri hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.